Napenda kushukuru Mungu kwa kunipa afya njema mpaka kufika siku ya leo. Amina. Yesu asifiwe. Amen. Takuwa naye Caleb Jacob Masaba. Amen. Somo ya siku ya leo ni imani. Amen. Maana ya imani. Imani ni nini? Imani ni kuamini na kutumaini kwa Mungu hata kama hujaona matokeo. Inatufundisha kwamba ukiwa na imani na bado hujaona matokeo, kwamba wewe una imani kubwa na Mungu, na si bila imani hauwezi kuwa na Mungu katika maisha yako. Bwana asifiwe. Msomaji wangu nisomea Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza. Tasoma. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Bwana asifiwe. Hapa inatufundisha kwamba tukiwa na imani tunaweza kujua kwamba tunaweza kuwa tuna matumaini kwamba kitu ambacho kinakuja kutokea kitakuwa kizuri. Bwana asifiwe. Kwa nini imani ni muhimu? Imani ni muhimu. Pointi ya kwanza, bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Msomaji wangu nisomee Ebrania sura ya 11 mstari wa 6. Soma. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Hapa inatuelekeza kwamba tukiwa tuna imani tunaweza kuwa na imani ya kusubiria majibu. Kwa mfano, mtu kiomba ukawa unasubiria majibu, Mungu akawa kidogo tu amechelewa, wewe tu kaanza kulalamika, kumbe ndo Mungu mwenyewe huyu anafanya hivi, anajibu majibu yangu, kumbe hauna imani ndani yako. Ndio maana unakuwa baadaye unakuja kuachana na Mungu. Hivyo binadamu ndo alivyo, na wanakuaga wanakosea namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pointi ya pili, imani hutufanya tushinde changamoto. Mfano, Daudi alimshinda Goliati kwa imani. Msomaji wangu anisomee Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 45. Amina. Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 45, nayo inasema, ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na panga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Bwana Yesu asifiwe. Hapa anatufundisha kwamba Daudi yeye alikuwa ni mtoto mdogo kama sisi. Yeye alikuwa na imani ndani yake, maana yake yeye alikuwa na Mungu ndani yake. Kwa hiyo alipoona tu yule Mfilisti Goliati alipokuwa anatukana watu wake wa majeshi ya Mungu, akawa na imani thabiti kwamba mimi naenda hivi, pati yule mwingine ambaye anakuja na mapanga, shoka na nini, mtaweza kumpiga. Bwana Yesu asifiwe. Pointi ya tatu, imani hutupa nguvu ya kusali na kusubiri majibu. Msomaji wangu asomee Mathayo sura 21 mstari wa 22. Mathayo sura 21 mstari wa 22. Nitasoma. Na yoyote nitakayoyaomba katika sala mkiamini, mtapokea. Hapa anatupa kwamba ukiwa na imani kwamba najua hapa Mungu lazima atendee. Ukiomba Mungu anaweza kutendea kwa sababu una imani ndani yako na Mungu yupo ndani yako. Ukiomba kila kitu Mungu lazima akutendee. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha ya sasa tunatakiwa tuwe na imani ili Mungu kila kitu ambacho utakwenda kumuomba aweze kukutendea. Usipokuwa na imani, maana utazani kwamba Mungu anachelewa, kumbe Mungu wala hawai wala achelewi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mfano katika Biblia kwamba watu ambao walikuwa na imani. Ibrahimu aliamini ahadi ya Mungu kupata mtoto akiwa mzeeni. Amina. Inatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa 6.
sura ya 15 mstari wa 6 unasema, akamwamini Bwana naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Hapa anajifunza kwamba Abrahamu huyu alikuwa kijana, alikuwa anamuomba Mungu kwamba naomba unipe mtoto mpaka akafikia uzeeni. Mungu akamwahidi kwamba utakapokuwa mzee lazima nikushie mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunatakiwa tuamini kwamba kila ambacho tutakwenda kukiomba Mungu atakijibu. Bwana Yesu asifiwe. Danieli yeye